siku nyingi. Ndio tunasema leo miaka 60 baada ya uhuru ndio Wakorino wanafika mara ya kwanza ibada ya kwanza State House. Ni kwa sababu ya madharau ya hapo nyuma. Na ndio niliwaeleza Wakenya, hawa watu ambao wamebaguliwa, wale wamedharauliwa ati kwa sababu ni wachache, hawajasoma vizuri, hawana shamba, hawana mali. Mungu anasema, sikizeni Wakorino, munisikize vizuri. Mungu anasema, ukisoma Samuel, 1 Samuel 2:8, inasema Mungu humtoa mnyonge mafumbini. Na huyo Mungu anamfanya huyo mnyonge mpaka akaketi meza moja na wafalme. Leo niwaulize, ile ya Korino ya watu wachache ambao hawana mali, ambao hawana shamba, leo wako wapi? Ati leo wako wapi? Ni Mungu si Mungu? Si namna hiyo? Nataka niwaambie viongozi, wewe ambaye unajifanya wewe ni kiongozi, wacha matusi, wacha madharau, wacha kiburi. Sio heshima kutukana maaskofu wameketi kama hawa ati ni watu ya tumbo. Sio heshima kutukana Wakorino hawa, viongozi wote, watu wako na heshima. Wazazi wako na watoto wao, wako na familia zao. Kwa sababu yako ya kiburi na madharau na matusi unawatukana. Respect yourself, my friend. Tunaelewana? Tuko pamoja? Tuheshimiane katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwashauri, kuna watu matapeli wanataka kuwa madalali, brokers, ya kusema hauwezi kwenda State House bila ya kuniuliza ruhusa. Nyinyi si mmetoka kwenu? Si hapa tuko na wanaume wako na manyumba yao? Si wamama wako na nyumba yao? Kuna mwanaume anauliza mwanaume mwingine ruhusa? Kuna mwanaume anauliza mwanaume mwingine ruhusa? So huyo ambaye anatuambia ya kwamba ati watu hawezi kufanya chochote bila ya kumuuliza ruhusa, yeye ndio nani? Who is he? Si mtu tapeli tu, mtu conman, mtu ambaye unataka kuchukua watu, unafanya kuwa wewe ni slave trader, mtu ya kuuza watu. Unawatukana watu ati ni wasaliti, sijui nini. Mimi nataka niwaeleze, usaliti ile mbaya sana ni usaliti wa kusaliti taifa letu la Kenya, kujaribu kugawanya wananchi wa taifa letu la Kenya, kujaribu kulete chuki na ukabila na kutukana watu ambao wako na heshima. Hiyo ndio usaliti wa mwisho. Kusaliti watu na kuwaita majina ati sijui wameenda na tumbo, sijui ni nini. That is the greatest betrayal by any leadership of its citizenship. So msikuwe na wasiwasi, hawa hawezi kufaulu, they will go nowhere. Mimi nataka niwahakikishie, najua kuna watu wanazunguka wanasema William Ruto hii, William Ruto ile. Hii jamii ya Korino, mimi nilianza na nyinyi, mulikuja kunitafuta, mimi nikawatafuta. Ni kweli ama si kweli? Tumetembea safari moja, si ni kweli? Katika safari yetu hatujaulizana wewe ni wa kabila gani, wewe ni kutoka jamii gani. Tumeungana hapa kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu tufanye kazi pamoja.
Si ni kweli? Na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Wale watu wana dream ama wanaota ya kwamba watatugawanya. Kwanza mimi watanigawanya na marafiki ambao nimejenga urafiki na wao kwa muda mrefu, niwapatie habari mapema, hawatafaulu na watapotea. They will not succeed. Tunaelewana jameni? Na wawache kiburi mingi, na wawache madharau, na wawache matusi. Hii State House ni ya Wakenya wote. Ni ya wale wengi na pia ni ya wale wachache. Unajua watu wengi wamesumbuka sana na vile nimealika watu wakuje State House. Mwingine alikuja hapa akasema, wewe rais umeshukisha, hii State House imekuja chini sana. Watu wale rejareja wanakuja hapa. Hapa inatakana marais, balozi, sijui na nani, wadosi, wale watu wana pesa. Lakini nimewaeleza sio ya kwamba nimeshukisha State House kuja chini. Hapana, nimeinua wananchi wakakuja juu ndio wafike hapa State House. Ama namna gani jameni? Si ndio? Yes. Na watakuja kuzoea. Wacha wapige kelele kidogo, kwa sababu hawajazoea. Watazoea kwamba hii State House ni ya Wakenya wote. Wale wako na nini watafika, wale hawana watafika, kwa sababu hii ni nyumba ya taifa letu la Kenya, na kila Mkenya akipata nafasi atembee hapa, asiulizwe maswali na mtu yeyote. Kwa mapenzi ya Mungu, mimi nimesema nitaunganisha taifa letu la Kenya, jamii zote za taifa letu la Kenya. Hapa State House sio mahali ya wengi peke yao. Hapa State House ni mahali ya wengi na mahali ya wachache. Na hii Kenya itapatikana nafasi ya kila mtu. Serikali ya Kenya inatosha Wakenya wote, wale wengi na wale wachache. Wale wa dini zote tutatoshea ndani ya hapa. Watu wa jamii zote tutatoshea ndani ya serikali ya Kenya, kwa sababu tunatoshea katika nchi ya Kenya. Na hiyo ndio mpango yangu, kuhakikisha ya kwamba tunaunganisha taifa letu la Kenya. Watu wa Coast kule pwani watakuwa ndani ya serikali ya Kenya. Watu wa Eastern watakuwa ndani ya serikali ya Kenya. Watu ya Mlimani yote Central watakuwa ndani ya serikali. Watu ya Rift Valley watakuwa ndani, Northeastern watakuwa ndani, Western watakuwa ndani, Nyanza watakuwa ndani, kwa sababu hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Umoja ni nguvu, na mahali penye umoja Mungu anaamurisha baraka. If we truly want to be a blessed nation, we must build for unity. Tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na hiyo ndio kazi mimi nitafanya. Kupanga mambo yenu ya maendeleo na kuleta Wakenya wote pamoja. Nimetembea sehemu nyingi ya taifa letu la Kenya. Nimekuwa Western, nimekuwa Nyanza, nimekuwa kule Coast, nimekuwa Mlimani, naenda kesho Kisii na sehemu zingine, mpaka Kenya iwe moja. Na wale wanataka kutugawanya kwa ukabila na chuki, tutawaaibisha. They will not succeed. Hawatafaulu. Ni mnanielewa? They will not succeed. Unajua kuna watu hawaelewi ya kwamba safari ya mimi na wa Korino ilianza zamani. Kuna watu wanataka kujifanya ati wao ndio wamekuja kunitengenezea urafiki na nyinyi. Mimi nilijua hawa wa Korino kama hawajachaguliwa.
kama hawajakuwa viongozi. Ni kweli ama si kweli? Yes. Tulianza hiyo safari mbali na tunaenda mbali pamoja. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie, we are going to move together. Msikuwe na wasiwasi na wale wenye kiburi, wako na madharau, wako na matusi. Hawa msijali na wao. Ukiona mtu ambaye ako na kiburi, ako na matusi, ako na madharau kwa kiongozi, hiyo ni kumaanisha huyo mtu hafai kuongoza. If you are not patient enough to be led, you are not made of the material to lead. Hawa ni watu wanajisumbua bure. Kuna nafasi nilitoa kwa vijana walimu na nimefurahi sana kumsikiza mwalimu Esther. Ndio ijulikane ya kwamba watoto wa Korino wanaenda shule kama watoto wengine. Mimi nawasihi na waomba, wakati hawa viongozi walinitembelea, wa Korino waliwachwa nyuma sana, kwa sababu pale theolojia ilikuwa inasema hakuna haja ya mambo ya dunia hii, ilikuwa tu ni mambo ya kwenda mbinguni. Lakini mnajua mbinguni hatuendi leo, bado tuko hapa, na tukiwa area hapa bado tunahitaji barabara ama namna gani? Tunahitaji kusoma ndio kazi ipatikane. Si mmesikia ule kijana ameongea hapa ati kwa ile percentage ya watu hawana kazi Kenya, ile ya Wakorino ni double. Kwa sababu gani? Hawajasoma. Watoto wengi wa Korino hawakuenda shule. Lakini hiyo ilikuwa ni maneno ya jana. Leo watoto wa Korino wanaenda shule. Leo wa Korino wanaenda kanisa, wanaenda hospitali. Wanafanya ile kazi nyingine yote. Unajua kama tungekuwa tunaenda mbinguni mapema, hata mimi singekuwa rais. Unajua mimi hao maaskofu wanatupangia safari ya kwenda mbinguni, si ndio? Na hiyo ni ya muhimu kuliko hii yote, kwa sababu kule mbinguni ndio tunatamani sisi wote kwenda. Lakini kabla hatujaenda mbinguni bado tuko huku. Na mimi naye nimepatiwa nafasi ya kupanga hii maneno madogo madogo wakati tunangojea kwenda mbinguni. Barabara hapa, sitima pale, maji, ajira nini, ndio hiyo mimi napanga hapa ya dunia, si ndio? Tukingojea kwenda mbinguni. So vile nilitoa nafasi kwa watoto wa Korino waajiriwe kama walimu, mimi nimefurahi sana. Ripoti nimepata ya kwamba walimu wa Korino ni sharp kama vile mmeona Esther hapa. Kwa hivyo, kwa sababu mmefanya kazi mzuri, mimi nawaongezea tena leo watoto wenu wengine 50 mulete tuwaajiri kama walimu. Wewe Bwana Gatesha, pangana na hawa viongozi na mugawe vizuri, kuwe na wale wa kutoka Meru, Embu, Murang'a, Nyeri, hapa Kiambu, Nyandarua, Kirinyaga, sehemu hiyo yote mpaka kule Eldoret kule kwa askofu wetu John Gaduo. So na mupange ndio iwe next week tumepata mambo yao, ndio waanze kufundisha watoto wetu kuanzia mwezi ujao.